kitu imefanyika. Unajua hiyo pesa yako unapelekanga unasaidia kwa watajiri ni kumwaga maji kwa kidogo hivi kwa nini? Inaonekana. Halo. Lakini hii maji kuna mahali nikipatia mtu akunywe kidogo atasaidia ama atasaidia? Atasaidia. Sasa wewe mbona unapeleka yako mahali haisaidiki? Na unasema pastor tuombee tubarikiwe na unapeleka mahali hauwezi barikiwa. Biblia inasema ukitaka kubarikiwa kuna watu wawili angalia. Angalia mtoto yatima. Angalia mchane asiyejiweza. Simama na yeye. Mungu anashuka na kutenda. Ruhusu niseme neno la mwisho, nisome neno katika jina la Yesu. Hii nataka niongee na wazazi wadogo. Sasa hao si akina gogo. Nataka kuongea na young families. Tumesikia kwamba gogo kijana ama nani alisema alikuwa ni mtu mzuri lakini akikuonyesha ni nini? Leo naongea na watu wazazi wadogo. Siku hizi amunanga kitu inaitwa sura ya kazi kwa watoto. Angalia mwenzangu waambie unaongenyeshaga sura ya watoto. Sura ya kazi. My friend, wacha nikwambie. Hata ukikuja kanisani mahali na ubiri, kuna wakati nabadilika mpaka washiriki wanasema na bado wameokoka. Maana kuna mahali sura ya kazi inatakikana. Maana ukileta mchezo mpaka kanisani washiriki watacheza. Wachungaji, mchungaji mwenzangu, ukileta mchezo watacheza. Ukileta mchezo kwa watoto watacheza. Halo? Ukileta hii watu wazazi wadogo hii, mumeanza tabia ya kuita watoto baby, boy, hapana Charlie. Mpaka wamekaa resh. Wazazi wetu walituacha resh. That is why tuna kisasi inaitwa Gen Z. Hawataki kujua wewe ni nani. Ndio wale boyo kero iwe rimena luchi na ndio kwa bare tale boss kile. Yaani gure kwa nweri. Abone moine musura itapkasi. Onaigo le ingo. Anego weri to metio. Ogilezo kwa metio kasaju. Abota gisoma, abota yaine. Mwagicheza mchito. Halo? Wazazi mlio hapa ikifika wakati wa watoto onyesha sura ya kazi. Ili hao watoto wakuwe na tabia mzuri katika jina la Yesu. Na hao wabunge wetu hawaishi wangekuwa hapa. Kuna sheria wameharibu katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi nawaambia kila mmoja anayeomba kiti, atuje kutuma ya kwamba enda toa kibogo kwa shule. Hiyo ndio sababu siku hizi watoto wanakalianga walimu. Walimu wamefungwa mkono tu. Halo walimu, tuko pamoja. Unaona tu vile mtoto anafanya. Leo nawaambia wazazi walio mahali hapa, ukitaka mtoto wako aishi vizuri, kibogo isikae mbali. Biblia ikasema ya kwamba yeye anayetaka kuchimbia kaburi mtoto atoe kiboko. Ukitaka mtoto wako aingie kaburini, kibogo ikae mbali. Nani anataka kuja tushika mtoto wako? If you want your child to be somebody in future, lazima kibogo ikae karibu. Asante gogo. Kama gogo angekuwa na hiyo sura ya kazi, hii walimu karibu 20 hawangekuwa. Nimeona walimu wa familia ni kama ngapi? Si ni wengi? Nimeona familia ni walimu. Ukisikia huyo ni madam, huyo ni mwalimu, mpaka watoto wawili wanafunza shule ngapi? Moja. Asante gogo kwa sura yako ya kazi. Hatungekuwa na madam. Wewe mama, wewe gogo uliye mahali hapa. Gogo mnaharibu watoto. Mtoto anakana gogo anaharibikanga sana ama namna gani? Maana anapembelezwanga. Sasa gogo wacha kupembeleza. Mnaharibu watoto wetu. Tembeza kiboko, mtoto asome aende shule, awe mwalimu katika jina la Yesu. Wazee, wacha kutishwa. Unajua siku hizi wazee wametishwa. Bali jana anaambia usipofanya, jenzi wanasema tutakuwa wageni wetu leo. Wacha wakuwa wageni wako. Lakini simama katika jina la Yesu. Haleluya. Na Mungu atatubariki. Naomba mchungaji unisomee neno, sababu sitaki kwenda muda mrefu. Katika kitabu cha Yeremia 29:11.
Jeremiah chapter 29 verse 11. Leo sitaongea mengi. Yeremia 29:11. Maana anayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Amen. Nabii Yeremia anaandika neno hili. Akatazama na akatoa unabii huu, akasema, asema Bwana, ninayo mpango mema juu yako. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana alipoumba mtu katika shamba la Edeni, aliumba akiwa na mpango mazuri. Ndipo akatuambia katika Yeremia, nina mipango mema juu ya maisha yako. Alipokuumba, alipokuweka katika tumbo la mama wako, kuna mpango Mungu alikuwa amekusudia juu ya maisha yako. Na Biblia inasema kwamba ni mipango mazuri. Haleluya. Ni mipango mazuri. Lakini sasa katika mipango mazuri, mipango ya kuwa na matumaini siku zijazo, mara mingi mipango haya yanabadilika, yanakuwa kitu kingine. Ni nini inabadilisha mpango wa Mungu? Liza mwenzako, ni nini ilibadilisha mpango wa Mungu? Kingwa chito Jehova konde mbareta abede kwa chita negigura Adam, kwa chita negigura Hawa, agole joribe barani, akaambia chunga hii shamba, kaa kwa hii shamba, linda hii shamba. Katika shamba la Edeni, simba na mtu walikuwa wanakaa chini pamoja. Nyoka na hayo vitu yote yalikuwa na ushirika, walikuwa wanatembea pamoja, walikuwa wanaishi pamoja, walikuwa wanasemezana pamoja. Hiyo ndio ilikuwa mpango wa Mungu. Lakini katikati ya mipango ya Mungu, yule mharibifu akakuja. Shetani alipokuja akaibadilisha mipango ya Mungu. Alibadilisha mipango ya Mungu kwa njia gani? Akatumia mtu anaitwa Hawa ambaye ni mwanamke. Halo. Amen. Kama umekaa karibu na mama salamia uambie. Kama umekaa karibu na mama salamia uambie shetani asikutumia. Katika shamba la Edeni hatukukuwa na mavazi. Mungu alikuwa ametufisha utukufu wake. Hatukuonekana ya kwamba tuko uchi. Lakini shetani alipokuja na mipango yakaharibika, tukaanza kuvaa mavazi. Shetani alipokuja akaleta uadui kati ya mnyama na mtu. Hata ng'ombe ambao unalisha yeye bado anakupiga tu, maana ilishaanza shambani mwa Edeni. Halo. Bwana asifiwe. Hata bibi unayevalisha nguo mzee bado atakupiga tu, maana ilianza shambani mwa Edeni. Nataka kusema nini? Ili mpango ya Mungu ipate kutimilika vile inavyohitajika, si mwingine ni wewe ukubali kukaa katika mipango ya Mungu katika jina la Yesu. Sasa tabu nyonu ke chamege mondoing maget nebo Jehova age mai magene le nyo. Haleluya. Amen. Unatoka katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu akasema ya kwamba Mungu ama neno katika kitabu cha Methali ikasema ya kwamba patia pombe mtu anayetaka kupotea. Si Biblia inasema hivyo? Watu wanakunywa ama wakunywi? Alafu wanakunywa wanataka kuwa vizuri, si ndio? Lakini neno la Mungu limesema nini? Patia pombe anayetaka kufanya nini? Alafu akaendelea akasema, ni nani ana macho mekundu?
betushek. Maidende ne yote mayege. Alo. Kimagetab Jehova notok. Kimagetab Jehova ko kichobi kae. Kichob chito nekikure Hawa ak Adam. Maunotinye. Ko tumekuja mpaka mahali tunataka kubadilisha mipango ya Mungu, tunaanza kuintroduce ndoa ya Joseph na John. Gutomora sababu jasikia hiyo. Tumebadilisha mipango ya Mungu mpaka tumeanza kuleta ndoa kati ya Joseph na Magdalene. Na hayo mambo mnataka kutuletea mpaka kanisani ati tuanze kufunga ndoa hizo. Mimi niliambia watu kama kuna mchungaji wa kwanza atafungwa sababu ninakataa hayo mambo ya nje ya mapenzi ya Mungu, ni mimi ninaikataa katika jina la Yesu. Kuna mambo mengi si mipango ya Mungu, ni mipango ya shetani, lakini tumekubalia hiyo mipango itawale maisha yetu. Halo. Ni wapi iliandikwa uoe bibi mbili? Mawira. Hallelujah. Ni wapi iliandikwa uoe bibi mbili? Si Adam na Hawa ndio walitengenezwa. Kama Mungu angetaka tuwe na bibi tatu, angetengeneza Adamu, aongeze Hawa, aongeze Milka na aongeze David. Lakini sababu tunataka kwenda mpango za shetani, tunapenda kwenda mipango ya shetani kuliko kwenda mipango ya Mungu. Jana katika taarifa, kwa wale mnaangalia, kuna msichana moja, kwa wale mnajua taarifa, kuna msichana moja, msichana mrembo sana, ameoleka na watu wangapi? Ulisikia hiyo? Eh? Mete bana ile ndio tano. Halo? Ungetangulia kuniuliza, hii ya Miriam na Mary watakaa namna gani? Hii ya Joseph na John watakaa namna gani? Na hii sasa ya mke moja, sisi tunajuanga kama tulitoka kwa mpango wa Mungu, tunahesabu bibi mbili. Kama mzee wetu alioa mke wa kwanza, akaoa mke wa pili, moto haikuwaka. Akaoa ya tatu, moto iko waka. Hakuendelea, maana yake ilikuwa reasonable. Alikuwa anataka moto. Hallelujah. Na sasa hii mke ya kwanza iko na watoto 15 na unaongeza ingine. Ni nini unataka? Hiyo tunaita tamaa, roho ya dunia. Mipango ya shetani. Mara mingi tunapenda kutoka katika mipango ya Mungu na kuingia mipango ya shetani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakati mtu ametoka katika mipango ya Mungu, anakaa katika hali ya uovu. Amen. Anakaa katika hali ya nini? Katika Yohana 4 tunasikia kuhusu mama moja, Biblia haikutaja jina lake, anasema mama Msamaria. Na siku moja saa 6 mchana Yesu akaenda kwenye birika, mahali maji ilikuwa inachotwa. Na Yesu alipokuwa amekaa katika ile birika saa 6 mchana, mama anakuja kuchota maji. Umewahi kujiuliza ni kwa nini huyo mama alichota maji saa 6? Wamama hapa mnaendaga mtoni saa ngapi? Saa ngapi? Si ni asubuhi? Na huyu mama anakuja saa ngapi? Unajua ni kwa nini? Maana alitoka kwa mpango ya Mungu, akachukua mke wa mtu wa kwanza, akachukua ya pili mpaka ya 5. Kwa hivyo kinge ngole ngotkonyoru wa Maria, ngotkomanyoru wa Maria, konyoru Magdalena, ngotkomanyoru wa Magdalena, konyoru wa Tina, ngotkomanyoru wa Tina, konyoru wa 5. Kwa hivyo saa 6 koborie jituru uchina mitoyo hapo. Alabatanyeta le agasilbi kero chita niyo madama yenu wa Jehova posa besabeni ungotige. Ani ngombe unyo komisha bioso ni mawanyo ngomanta ego kwe amogi bara boishe bobi ingengo le chenge bo tibande chenge bo meri ko taru wa beiro toge tiche ngin isabe neki meje wasenda askarago komeje kwa senda kwa jenge jita boda wala jina boda wala katika pesa ngebi junu wala nyingi la wata wala chana washi mbajoson ai patara wala basko
wasiwasi katika jina la Yesu. Sina chochote, sitishiki. Ninahubiri mpaka mnakaa chini. Maana najua hakuna mtu ananitafuta hapa. Lakini kama ningekuwa mkora ya hapa, hata kuhubiri ningeogopa. Maana kama nitahubiri namna gani na bibi ya mtu nilichukua, nitafanya namna gani na nimefanya vituko mingi. Rodi oyojo sinye koto motor sije kondo kimeje si sabengalie kama ni deni lipa katika jina la Yesu, ukae kwa mpango ya Mungu. Alaje mwenzako waambie rudi kwa mpango ya Mungu. Na hii mipango tunaingia ni kwa ajili ya watu wanatuambia. We like listening to how people advise us. We don't listen to what God says about your life. Leo nataka nikuambie. Na leo jogi bonganu. Hello. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nimekaa na watu wengi. Juzi nimekuwa na mama, nimekaa naye mahali. Nikaongea na yeye. Nikamuuliza ni kwa nini ulitoka kwako. Mama akaniambia, mama fulani aliniambia, mama fulani akaniambia, mama watatu akaniambia. Nikaona hii mambo ni kweli, nitaondoka. Si kwamba tupitie. Sikia nikuambie, nilipooa mara ya kwanza mke wangu akachukua mimba. Ile mimba wakati mtoto alizaliwa, because of delay alichelewa, mtoto akakufa. Tukakuja mimba ya pili, hatujachoka. Nataka nikuambie vile mambo ya watu inamalizanga. Alipokuwa miezi 6, ile mimba ikawa miscarriage. Watu wakaanza kuongea kwa kijiji ati kuna kitu ilifanyika. Ilikuwa nini? Tukakuja watatu akazaliwa na akakufa. Sasa wakasema hii ni laana. Wakaanza kusema sasa leteni mambo. Wazee wakakuja wakasema sasa tutengenezeni debe moja ya pombe, tukuje tukutengeneze. Mimi mhubiri nikaambiwa ndio. Fanya hivi, usiwe unahubiri, nunua tu upeleke kwa fulani, hatutatengenezea kwako. Na yale mambo yanatengenezwa ni ya nani? Wakaenda kwa mama wakamwambia mama, sikia, wewe ukifuata mambo ya hii pasta hii utasalia juu ya mawe, hautashika mtoto. Mama akakuja akilia, pasta, hata hii kazi ya pasta sasa karibu ninachoka. Hebu badilisha mwelekeo. Tutazaa lini tukikufa kila siku tukikufa? Mimi nikamwambia nini baya? Akasema wamesema mambo lazima ifanyike. Nikamwambia sikia, Yesu alinena msalabani, akasema yote yamekwisha. Yale dhambi yalitendwa na mababu, Yesu alimaliza msalabani. Akanimwambia hiyo haiwezekani. Nikamwambia sasa kuanzia leo niachie mimi nipeleke. Haleluya. Mimi nikafuuza wamama wote waliokuja kwangu. Nikaambia sitaki mama kwangu. Hii ni fitina unatafuta. Kaa kwenu. Maana nyumba yangu ilikuwa tayari kufanya nini? Nikangojea mke wangu akiwa na miezi 2. Nikamwambia si wewe unaenda maternity, mimi ndio naenda maternity Laodishi. Nataka kujua kwa nini inafanyika hivi. Mimi nikaenda na yeye mpaka Eldoret. Nikapata daktari mmoja anaitwa Kipunguchi. Nikamwambia sisi tuna tabu, tumepoteza watoto 3. Na wewe unajua vizuri, tuambie. Yeye akapitia vipimo alafu akasema kwa tumbo ya mama lazima ifungwe. Kuna mahali kuna nafasi. Nikamwambia funga yeye. Akafunga yeye. Saa hizi nikiongea na nyinyi, sikupeleka unga, sikutengeneza chochote, niko na watoto 5. Kile kitu kinawatoa katika mipango ya Mungu ni kusikiza maneno ya watu. Unasikia mwingine anasema sasa, wewe mama, hii tabu iko kwa watoto yako, inahitaji kukubili nyeusi. Hii tabu iko kwako hii,
10,000. Wacha nikuambie, peleka kuku, peleka ng'ombe, peleka pesa, peleka chochote, suluhisho bado. Suluhisho inapatikana ukirudi kwa mpango ya Mungu. Uulize Mungu kwa nini. Mungu anashuka na kutenda katika jina la Yesu. Nilipomuuliza Mungu, wacha nikuambie, hata familia wanakuwa mbaya. Shangazi yangu ndio aliongea mbaya zaidi. Kaniambia hiyo lakini bado. Nikamwambia mke wangu usisikize, kana mimi. Baada hapo tukaenda kukondesha nyumba Eldoret. Tukakaa Eldoret mwezi 2. Na niliambia nitarudi nyumbani na lazima mtoto hako. Siku yenye nilirudi nyumbani, nilikuja na kijana anaitwa Kipchumba. Grade 9 sahi. Walifunga midomo, wakanyamaza, wakaniacha. Siku ya leo nataka ukae mpango wa Mungu ili yale mambo yanaandamana na wewe ya kuache katika jina la Yesu. Nilisikia wakiambia kijana hapa wacha nini? Pombe, si ndio? Hii ni pombe na hii ni mimi, si ndio? Kama hii pombe inanitaka kweli, nataka nikae hapa na niambia haya, kuja kuja, niite nini? Pombe itakuja. Ni lazima mimi nifanye nini? Ni nani anatafuta? Sasa hii kupotea ni nani anatafuta? Alafu narudi nasema shetani aliamuka. Shetani aliamuka. Mimi pombe iko hapo. Mimi iko hapa. Kama pombe ina nguvu naambia kuja. Lakini mimi nikienda hakuna shetani hapo. Saidia kuambia mwenzako hakuna shetani. Hii mambo mengine mnasemanga shetani. Sitetei shetani. Lakini hii mambo mengine mnasemanga shetani, 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 shetani ni uongo. Wewe unawekelea tu shetani. Habari yenu? Mrs. Pastor kuja hapa. Unajua mimi sitaogopa kutumia yeye, naweza kuogopa kutumia wewe kama mpango. Si Mrs. Pastor ni mke wa mtu. Si mimi najua yeye ni mke wa mtu. Na yeye ni mchungaji. Na mimi ni mchungaji hapa. Na Biblia inasema heshimu ndoa, ama namna gani? Alafu sasa tunaanza kujidanganya na Mrs. Pastor hapa. Na kusema haleluya, Bwana asifiwe, tunaenda mbinguni. Hata ingine Mungu anajua. Si tunasemaga hivyo? Hata ingine Mungu anafanya nini? Na mimi najua ni mke ya nani? Kuna shetani hapo? Niko shetani? Si mimi na yeye ndio wajinga. Wewe kaa chini, wacha ujinga yako yenye unawekeanga shetani kila kitu. Kila kitu shetani, shetani, shetani. Nani wewe mwenyewe? Unajua hii ni mke ya mtu unaenda. Unajua hii ni bwana ya mtu unaenda. Unajua hii si kitu yangu unaenda. Hakuna shetani hapo. Ujinga toa katika jina la Yesu. Simama tuombe.